mwenye kitu ndani. Anatafuta mtu ambaye ana imani. Kwenye Isaya sura ya 6 pale anasema, Isaya akasikia sauti ya Bwana inauliza, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Huyo ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye anaweza kila kitu, ambaye anaweza mambo yote, ambaye ameumba dunia, ambaye hajawahi kushindwa na chochote katika historia. Tunategemea kwamba aulize mbinguni, awaulize malaika kwamba ni malaika yupi ambaye atakuwa tayari kwenda. Awaulize makerubi kwamba ni kerubi yupi ambaye yuko tayari kutenda jambo fulani. Lakini tunamwona huyu Mungu haulizi makerubi, haulizi malaika, haulizi maserafu, anawauliza wanadamu kwamba ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu. Mungu anatafuta mtu ambaye yuko tayari kwenda kwa ajili ya Mungu. Mungu anatafuta mtu ambaye yuko tayari kwenda kusimama kwenye dhamu yake. Mungu anatafuta mwanamke ambaye yuko tayari kusimama kwenye nafasi yake. Mungu anatafuta kijana ambaye yuko tayari kusimama kwenye zamu yake. Mungu anatafuta mtu wa imani, baba mwenye imani, mama mwenye imani, kijana mwenye imani, ambaye yuko tayari kusimama kwenye zamu yake, kusimama kwenye nafasi yake, ili aweze kuleta mabadiliko. Nataka nikwambie, yapo mambo ambayo Mungu anataka kuyatenda, lakini kwanza anataka aone watu wenye imani, apate watu wenye imani, apate watu ambao wako tayari kusimama kwenye nafasi zao, apate watu ambao wako tayari, waliojitoa, waliomaanisha, walio na njaa ya mambo ya kimungu, walio na bidii, walio na shauku, walio na kiu, walio na moyo wa kumpenda Mungu, ambao watasimama kwenye nafasi zao ili aweze kuwatumia kuleta mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ni mtume nani? Ni mtume nani? Mfano anakuja hapa anauliza ni mtume nani? Nani atakaye kuwa tayari kwenda kwa ajili yangu? Mungu anauliza kwamba nani yupo tayari kwenda kwa ajili yake. Kwenda wapi? Labda kwenda kwenye maombi siku kadhaa, labda kwenda kwenye maombi wiki kadhaa au miezi kadhaa. Lakini lengo nini? Lengo anataka alete mabadiliko halisi. Sasa hayo mabadiliko halisi anataka kuyaleta, anasema kwa apate mtu wa kwenda kwa ajili yake. Angalia Yeremia sura ya 5. Yeremia sura ya 5 ule mstari wa kwanza. Yeremia 5:1 anasema, pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba waweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote, atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitausamehe. Unaona, anasema pigeni mbio huku na huku, mkatafute mtu mmoja tu. Unajua Mungu ili alete mabadiliko hahitaji mamia ya watu, hahitaji kundi kubwa la watu, anahitaji mtu mmoja ambaye yuko tayari, ambaye ni mtu wa imani, ambaye atasimama kwenye dhamu yake, kwenye nafasi yake kwa ajili ya kuleta mabadiliko halisi. Sasa hapa anauliza, anasema pigeni mbio huku na huku, mkaone, mkatafute na kujua, yani mkajue kwamba yupo, mkaone kwamba yupo, mkatafute kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja tu mwenye imani aendaye kwa ukamilifu, nami nitausamehe mjua. Tunamuomba Mungu kwamba Mungu alete mabadiliko kwenye kanisa letu, kwamba uwepo wa Mungu ushuke kwenye ibada zetu, kwamba Mungu aliongeze kanisa lake, kwamba matendo makuu ya Mungu yatokee mahali hapa, kwamba Mungu ajifunue, kwamba alifanye kanisa letu kuwa kanisa kubwa, alifanye kuwa kanisa lenye nguvu, alifanye kuwa kanisa ambalo linalitukuza jina lake, kwamba jina la Mungu, jina la Yesu Kristo linatukuzwa kupitia
kanisa hili kupitia madhabahu hii